Nikampata mama mmoja analia na amejitandaza katika ardhi na yuko na stress. Nikamuuliza huyo mama kwa mshangao, ni kipi kinachokuliza ewe shangazi yangu? Akanambia, ewe mtoto wangu nisaidie. Nikamwambia, niamrishe, mimi nitakuhudumia. Akanambia, mimi niko na watoto 4 na kwa mtizamo wangu wao ni neema kubwa niliyokuwa nayo mimi. Ni watoto na wapenda. Wa kwanza amesafiri mwaka uliopita kwenda kufanya kazi na hivi tunaongea hata namba yake sina. Wa pili amekuwa ni mudiri wa kampuni, yani manager, yeye yuenda mbio kuwahudumia jamii. Subhanallah, kuna watu ambao kwamba wanahudumia umma, wanahudumia watu na ni wazuri nje, lakini wamekosa kuwahudumia wazazi wao majumbani. Na watatu ni yule ambao kwamba mke wake amesema, mimi mamake bwana ni mwenye kuvuvia sumu na mwenye fitina, na akamwambia bwanake, kutokea mamako alipokuja hapa nyumbani basi matatizo hayawachi kutusibu. Basi mtoto wangu akanitoa, nikaenda kwa 4 kumuelezea shida zangu nikitarajia yeye atanipa faraja. Akaniita akaniambia tupande gari la mke wake, gari ambalo kwamba ni kubwa, gari la kimataifa. Nikapanda na tukaendelea kwenda. Baadaye nikamuuliza mtoto wangu, wapi tunapokusudia na tulipoazimia kufika? Mtoto wangu akanijibu kwamba tunaenda sehemu ambayo kwamba kila mmoja atapata raha yake iliyokamilika. Kisha baadaye akasimamisha gari yake na akanitoa ndani ya gari, akanambia, ewe mamangu nisubiri hapo kwa muda, nachukua hii karatasi, utanipata mimi kupitia hii karatasi. Iwapo nitaweza kuzongwa na majukumu na kazi nyingi nishindwe kuja kukufuatia mamangu. Yani kuna kazi zinazoshughulisha hadi tu hatuna shindo kuwahudumia wazazi wetu. Leo mtu kimuuliza, vipi mwasiliana nini na mamako au babako, atakwambia kutokea last month job zimenizuia sana, niko busy sana. Lakini muulize mke wake umewasiliana naye lini, atakwambia asubuhi nimewasiliana naye, mchana nimewasiliana naye, jioni nimewasiliana naye. Lakini mamake mwezi mzima hajui yaishi vipi. Na nimebaki hapa kutokea mtoto wangu aliponiacha, na sasa naogopea usiku ingie na mimi niwe nje. Na kuomba wewe mtoto wangu, chukua hii karatasi alioniachia mtoto wangu. Hapa ndani utapata maelezo kamili vipi utampata mtoto wangu. Huyo anaelezea haya mashairi na hichi kisa, anasema nikachukua karatasi na kuisoma. Nikashtuka na kupatwa na mshtuko mkubwa na yale niliyoona ndani ya karatasi. Yameandikwa yafuatao: natarajia wewe mtu mwenye uungwana utakayempata mamangu, na kushukuru sana, naomba umpeleke katika nyumba za wazee, nyumba ambazo kwamba zinaitwa Darul Hikma, nyumba ambazo kwamba wazee ndio wanapelekwa kuishi huko. Kwa kweli hii ni tabia mbaya sana, na mwenye kufanya tabia hii tunamtuhumu kwa tabia mbovu kabisa. Wallahi nakumbuka siku kadhaa nyuma Sheikh Nuruddin Kishki alipokuja, tulipokuwa tuko wito pale, ana muhadhara pale, tukawa pamoja Sheikh Abu Hamza na mimi pia nikaambiwa niongee. Lakini pale nilimsikia Sheikh Abu Hamza akieleza kisa kimoja kilichonishtua sana. Asema mama alichukuliwa na watoto wake kupelekwa nyumba za wazee. Laita angepelekwa nyumba za wazee za Waislamu, lakini ampelekwa nyumba za wazee za Wakristo. Mpaka mama akaofia, mimi huenda nikafa nikazikwa na sanduku. Akaandika barua ipelekwe Abu Hamza, kumwambia Abu Hamza, nikifa naomba uje sehemu fulani unichukue niweze kuzikwa Kiislamu. Na watoto wake wako hai na wanajua mama yao yuko wapi. Mama baada ya kufariki, Sheikh Abu Hamza amepigwa simu akaenda kumchukua yule mama ili amzike Kiislamu, kwa sababu sehemu ilikuwa yuangaliwa. Yani wazazi wetu tunatarajia wakirimiwe na Wakristo. Akifika pale watoto wamekuja, kila mmoja na V8 yake, kila mmoja na gari kubwa, wamekuja kumchukua mama. Vipi Sheikh? Unashangaa watoto wako tayari kuwafanyia yote wazazi wao baada ya wazazi wao kuvishwa kafani. Hapo ndio tayari. Hao wazazi wetu wanayatajia mema yetu wakiwa hai, ama wanatajia mema yetu wakiwa wameshafariki. Hapo watoto wanamwambia Abu Hamza, la, sisi tutamtaka mama yetu tumzike wenyewe. Abu Hamza akasema, mimi nina authority ya kuziwia nisiwapatie mama yenu, lakini sitawaziwia na waachia mama yenu. Lakini kumbukeni haya maneno, vile mlivyomfanyia mama yenu mtafanyiwa na watoto wenu. Kama mlivyomleta katika nyumba hii ya Wakristo wamlee, na nyinyi mtapelekwa katika nyumba hiyo hiyo muweze kulelewa kama tadiru. Na haya ni maneno ya kweli kabisa.